Utajiri mkubwa katika dunia unakuja unapoelewa sheria za ulimwengu. Ulimwengu jamani, una sheria. Ulimwengu haujui mema na mabaya, lakini unajibu kwa mtetemo. Kwa hiyo sheria za ulimwengu ukizielewa na uanze kutetema kama zilivyo, wewe ni tajiri mkubwa. Leo nitakupatia sheria moja ulimwengu. Kwa hiyo usisahau kulike, comment and share, subscribe ili uweze kuelewa sheria zote za ulimwengu. Sheria ya kwanza ni the law of oneness. Sheria ya umoja. Umoja wa uhai. Nitakuelezea hii sheria. Hii sheria utaelewa kwa kila kitu kilichopo katika ulimwengu huu basi kina umuhimu wake, iwe zaidi ya majina, iwe maumbo, chochote kilichopo kina umuhimu wake katika ulimwengu. Nitakupatia mfano wa mwili wa binadamu. Kila mtu si ana mwili, mimi na wewe tuna mwili. Mwili wa binadamu una majina mengi sana. Unapoangalia mwili wako una majina mengi. Kuna mkono kwenye huo mwili, kuna mguu, kuna kidole, kuna moyo, kuna kichwa, zipo figo, maini, ngozi. Kila sehemu tena ya huu mwili uko na umbo lake. Waambiwa moyo uko kama nini? Unaambiwa fist size ya hii ngumi. Yaani injini yote ya mwili ya kupeleka damu size ya hii ngumi. Figo nayo iko sijui vipi. Kichwa nacho kina shepu yake na umbo lake. Unaelewa? Sasa hakuna hata sehemu moja iliyojitenga na mwili. Ndio isemekane huu ni mwili wa binadamu, lazima hivi viungo vyote viwepo katika binadamu. Mwili mmoja unajidhihirisha katika maumbo tofauti. Ndio maana mwanamke yuko hivi, mwanamume yuko hivi, lakini ni mwili mmoja. Huyu ana kichwa, yule yuko na hivi, mikono, unatengeza mwili mmoja. Sasa watu wengi wanashindwa kufikia katika zile higher level za kuishi usawa na kuweza kufanikiwa katika maisha kwa sababu hawatazami uwepo wetu namna ambavyo ulimwengu unataka wewe utazame. Tunajitaja majina kama sisi ni binadamu, ama sisi ni watu fulani, sisi ni kundi fulani. Wewe ni mtu fulani, hufai kwenda na sisi. Tunajiona tuko tofauti. Huu mwili hauwezi kukamilika. Sheria mmoja inasema huu mwili jinsi ulivyo hauwezi kamilika kama hakuna hivi viungo viwe katika maumbo tofauti tofauti, lakini vyote vinatengeza mwili mmoja. Lakini tunajidanganya kwa kuweka ego kuwa mbele. Tunajidanganya kwa kuwa tunajitaja majina. Tunaona hadhi yetu haifanani na mtu mwingine, na hata inafika wakati tunaona chochote kilichopo katika ulimwengu basi hakitufai. Tunaweka wanyama wako kando, miti iko kando, bahari iko kando, sayari na jua ziko kando, galaksi iko kando. Sasa mimi leo nataka nikwambie hivi, mimi ni daktari wa tiba, mimi ni mwalimu wa kiroho, mimi ni mnajimu na tabiri, nasoma nyota kupitia kadi, nasoma aura za watu. Lakini kando na tiba ninayoifanya, pia natumia miti katika tiba. Kwa nini natumia miti? Kwa sababu sisi ni wamoja, we are all connected. Sisi ni kitu kimoja. Ninatumia maji, yawe ya bahari, yawe ya mto, yawe ya mvua. Kwa nini maji? Wakati mwingi unaposikiza tabiri zangu ama maelekezo ninayotoa, ninatumia sayari. Kama leo Masi imeingia katika nyota ya Kaa. Ninaelewa japo ni maumbo tofauti, yana majina tofauti, yana maonyesho tofauti, lakini yote yanachipuka kuwa ya ukweli ule ule wa umoja, ama the law of oneness. Na hii ukijua basi ni njia moja ya kufanikiwa. Mkono si kitu ambacho kinaishi nje ya mwili, ama mkono hakiishi tu ndani ya mwili. Mkono ni mwili wenyewe, lakini ulijitokeza
kuwa na umbo kama la mkono, na huu mkono ukikatwa hatusemi tena ule ni mwaka, kwa sababu atakuwa hana katika ule umoja. Unaomba mkono wa binadamu fulani hauna ule tena umoja. Vivyo hivi katika binadamu tunaishi ndani ya uhai wa kitu kimoja. Binadamu ni uhai wenyewe, ni ile nguvu kuu, ni ile sehemu ya nguvu kuu ambao unajielezea kama binadamu. Mti nao ni uhai katika umbo la lile mti, uko katika umbo tofauti, lakini ni uhai ndani ya lile umbo ambalo linaeleza kuhusu sehemu ile ile ya umoja. Ndege naye ni uhai katika umbo la ndege. Bahari ni uhai katika umbo la bahari. Sayari ni uhai katika umbo la sayari. Wanyama ni uhai katika umbo wanalokuwepo. Kwa nini sasa sisi tujione bora kuliko watu wengine? Kwa nini wewe ujione bora kuliko mtu mwingine? Tunapotazama maumbo tunaamini kwa macho ya kawaida kuwa tuko tofauti na tumetengana, lakini maumbo hayaleti utengano. Na unapojua hili, wewe kama binadamu ama wewe kama mtu unanisikiza, hata ukoona mtu amezaliwa vipi, ndani yake kuna uhai. Hata kama umbo lake yuko vipi, kichwa chake kiko vipi, yuwakaje, kuna uhai ndani yake. Na huo uhai ndio sisi, sehemu tofauti tofauti, maumbo tofauti tofauti, lakini sote ni kitu kimoja. Wimbi linaweza kupewa jina, ilo wimbi la bahari tulite hivi. Kulikuwa na lingine sijui laitwa Hidaya, lingine tsunami, sijui kama ni wimbi, lakini hilo wimbi haliwezi kuondoka au kujitenga na bahari. Kwa hivyo sisi ni wengi, dunia iko na sijui ni 5 billion ama tushafika 8, hata sijui, lakini uta comment hapo utasema. Sisi ni wengi katika maumbo tofauti, tunaonekana tofauti, lakini sisi ni kitu kimoja katika asili ya uwepo wetu. Utengano upo kwenye majina na fikra. Tuna macho ya kawaida ya binadamu, lakini haupo ndani ya uhai wenyewe. Uhai wenyewe unatoka kwa ile nguvu kuu, unatoka kwa ule umoja. Kwa hiyo mwili ni mfano tu, kama vile huwezi kusema mkono una maisha yake, hauwezi. Mkono unahitaji mwili wote ili damu iweze kutembea. Kama ni mguu, hauwezi kusema huu ni mwili wake, ni mguu ni mwili wake binafsi. Ni sehemu, ni ile pati ya lile umbo la kuweza kufanya ukamilike. Tukianza kuvunja fikra, ile mipaka ya fikra, tunajiona kwa mimi na yule. Na ndio maana hata sehemu moja kwa walio tu colonize, hata Kiingereza kinaleta ubinafsi. Hatufai kuwa me and you, ni me and me, kwa sababu mimi na wewe sote tuko katika mwili mmoja. We are all connected. Tuko kwenye maumbo tofauti, muonekano tofauti, lakini sote ni kitu kimoja. Sote ni mawimbi ya bahari ile ile moja ya uhai. Wimbi lile halitengwi, linakuwa ni sehemu ya umoja. Majina ni vifaa tu. Dokta Mwaka, wakili fulani, mwalimu fulani, mchungaji fulani, mkulima fulani. Majina ni kifaa, ni vifaa vya mawasiliano, lakini kamwe hayawezi kubadili asili ya kitu. Hata kwa leo nikasema kuwa kioo nitakiita dirisha, bado kinabaki kuwa kioo. Mnanielewa? Hivyo tukiitana kwa majina tofauti tofauti, nijiite mimi Daktari Mwaka, yule Daktari Hadija, yule mwalimu nani, yule wakili fulani, yule jaji fulani, hatuna utofauti. Asili yetu ni umoja, asili yetu ni ule uhai. Kwa hiyo sheria ya oneness inatukumbusha kuwa ulimwengu hauwezi kuwa complete kama hatujaungana sisi sote.
Sheria umoja inasema kuwa kila kitu katika ulimwengu kimeunganishwa na hakuna kilichojitenga. Chochote unachokiona katika hii 3D, third dimension, chote kimeunganishwa na hakuna kilichojitenga. Chanzo kimoja, sote tunatoka katika chanzo kimoja, sote tunatoka kwa ile source energy. Binadamu, mimea, nyota, wanyama, hata mawazo tunayowaza yako na vibration, vyote vinatokana na ule umoja. Mti si kitu kilichopo ndani ya maisha, lakini maisha yakijieleza yanajieleza kama mti. Huo ndo msingi mkuu wa law of oneness. Kwa hiyo unasoma nini katika sheria ya kwanza ya ulimwengu? Tusidanganywe na utengano, ile illusion of separation, udanganyifu wa kuwa tumetengana, usikudanganye. Sheria inasema kuwa utengano tunaouona kwa macho wa mimi ni mimi na huyu ni huyu ni udanganyifu, ni illusion, ni maruerue, ambao huu utengano unasababishwa na akili zetu wenyewe kuweza kuona maumbo ya nje kuwa hatufanani nayo. Mfano niliokupatia hapo awali ni kama wimbi la bahari. Wimbi la bahari ni mfano maarufu sana ambao unatumika kwenye the law of oneness. Tunaweza kuona mawimbi mengi tofauti, lakini yote yale ni maji yale yale ya bahari. Wimbi hakuna siku litaweza kujitenga na bahari. Chochote unachomfanyia mwingine unajifanyia we mwenyewe, kwa sababu sote ni sehemu ya mwili wa ile nguvu kuu. Hata ndio maana katika law of oneness ukiangalia kama chakula kitamu, umepikiwa pale chakula kitamu, wewe ni manazi mawaliwali, machapati chapati, kile chakula unakitia mdomoni, lakini kwa utamu wake unavyokila unahisi mwili mzima una feel relaxed, mwili mzima unasikia utamu. Ikiwa mkono wako leo utauchukua upige kwenye ukuta, basi kila kiungo cha mwili kitaweza kupata maumivu. Kwa hivyo hakuna sehemu ambayo inaweza kuteseka bila kuathiri sehemu nyingine. Kwa hivyo sisi binadamu, ulimwengu umetuleta tuweze kuelewa sheria moja, ulimwengu sote ni wamoja. Unapoumiza mmoja, umeumiza wote. Na ndio maana vita vikitokea katika taifa fulani vitaathiri hata mataifa mengine, kwa sababu sisi ni wamoja. Vita vya Tanzania, vita vya Kenya vitaathiri mpaka wengine. Unyasi ambao uko chini uking'olewa utaathiri na vitu vingine. Kumbuka ule unyasi uko unauona kama unyasi, lakini chini yake kuna wadudu ambao wameattach kwenye zile roots. Kuna wadudu wanapata chakula pale, kuna wadudu ambao wanapata tena kivuli pale. Kwa hiyo ukiung'oa unyasi mmoja umeumiza vitu vingi. Kwa hivyo utajiri mkubwa mimi wanasema ni utajiri wa kiroho. Unapoelewa sheria za ulimwengu kama hii niliyokufunza sasa, sheria umoja, kuwa sisi si vitu, sisi si vitu vilivyotupwa duniani. Usijione kuwa huna thamani wewe. Sisi ni ulimwengu wenyewe ambao ulijiona kupitia maumbo tofauti tofauti ili tuweze kusoma. Hivyo basi mafunzo ya kiroho kama haya unapata kwa channel yangu tu ya Dr. Mwaka Global. Usisahau kusubscribe, like, comment, share, kwa sababu tutaendelea na sheria nyingine ili uweze kuelewa ulimwengu unasemaje kutuhusu. Je, ungependa sheria gani nyingine ya pili uweze kuielewa?